Hivi ni kweli unaenda kuitwa mama? Ni kweli unaenda kubadili shape ya mwili wako na lifestyle kwa ajili ya mtu mwingine ambaye si mimi? Ni kweli kwamba si mapenzi tu, zaidi uhusiano wako unaenda kuunganishwa kwa damu? Na kwa nini? Na kwa nini siwe mimi? Hiki ni kilio cha mnyonge mwenye nyota chafu ambaye hata dunia haijui kuwa imembeba, ile inaona uzito tu bila kujua kuwa yeye ni mmoja kati ya watu iliyowabeba. Labda nikisema sana kuhusu kukataliwa, utanichukia na kuniondolea hii nafasi finyu, ukiamini hata Diamond naye kabla ya kufanikiwa alikataliwa. Ila naomba tunipe nafasi ya kusema, nami nitasema. Sipo kwa ajili ya kuharibu ama kubadilisha, ila nawakilisha hisia za wengi ambao wapo kama mimi na wameshindwa kukufikia. Wao hawataki uamue, ila ujue tu nguvu yako ya penzi kwenye mioyo yao. Hawana haraka kupata jibu la ndio na kupenda, ila tabasamu lako pekee linatosha kuwatuliza, wakatulia na kuendelea na maisha yao. Sijui kutofautisha kati ya hekima ya utulivu na uoga. Nachojua kidonda kisipopata dawa hakiwezi kupona, hasa kikiwa karibu na dawa. Tangu kitambo nilikuwa nakupenda sana. Ufukara wa maisha ndio umeninyima nafasi. Macho kabaki shuhuda, nikishuhudia vipindi muhimu kuhusu wewe vikinipita. Toka bikira mpaka wewe mume wako wa sasa, ambaye sio muda atakwenda kuitwa baba wa mwana. Mapenzi yanaishi. Kama unaamini hilo, jua upo moyoni kwa wengi. Nasema leo wazi ili ujue, maana ya dunia ni mengi na binadamu hajapewa nafasi ya kuhesabu siku zake. Hata nikiondoka kesho, ujue kuna mtu ambaye hukuwahi mjua wala yeye hajawahi kukutana na wewe, ila alikupenda kwa nguvu ile ile kama ya wapenzi wanaopenda nao huku anaishi karibu. Mwanaume yule alishtuliwa na mtu aliye karibu yake. Wakati huo sherehe ya Zuchu na Diamond ilikuwa inaendelea. Wahusika wakiwa mbele wanatabasamu kwa furaha. Na kumbe hata hapa pia nilikuwa siongei naye, nasemezana tu na moyo wangu. Alijiuliza yule kijana na kutulia. Akatoa simu yake mfukoni, kisha kavuta funda la mate. Labda huu upendo ulikuja ili kuamsha nguvu ya maamuzi moyoni mwangu. Kama kuruka bila kuagana na nyonga ni kutafuta msala, basi nitatulia ili kujipa nafasi. Nimekubali. Kitu pekee ninachoweza pata kutoka kwako ni nyimbo zako. Basi nitapokusikia ukiimba, roho yangu itasemezana nawe. Nitakusikiliza, nitajituliza, naamini nitatulia. Sitakusumbua, maana nje ya kukupenda napenda pia ukiwa na furaha. Kwa heri Zuchu. Baada ya kuongea yule kijana akaiwasha kamera ya simu na kupiga picha. Wacha nipige picha. Kama utabahatika kuona nimeposti, basi utajua mimi ni mmoja kati ya watu waliohudhuria. Basi baada ya kujisema hivyo moyoni mwake, akapiga picha yule kijana, akarudisha simu yake mfukoni na kutoka kwenye ile sherehe. Hii ni story fupi ya kufikirika, imetokana na tukio la Diamond na Zuchu lililotokea siku ya jana kwenye baby shower. Je, umeipenda? Basi nitaomba maoni yako hapo chini, bila kusahau usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa marafiki. Maana ujumbe unamhusu Zuchu, lakini maneno yaliyopo ndani mwake yanaweza tumiwa na mtu yote kwa yule ampendaye. Ukurasa ni Stories za Dastan. Mdau, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa marafiki. Wakumbushe pia ili wajue channel mpya hii hapa ya story na simulizi nzuri. Mwandishi na msimuliaji wako ni mimi, Dastan Kawili au Kawili Story Killer. Nikutakia siku njema. Asante.